Shalom, shalom. Tukiendelea na series yetu ya utamu wa Yesu. Dhambi huleta mzigo, hatia, hofu. Jana tulisema kwamba hofu inapatikana kwenye ujinga. Mtu anapokuwa ignorant wa jambo fulani, hofu inamwingia. Unakumbuka hata wewe wakati unafanya mtihani, kipindi ulipata na hofu ni pale ambako umekutana na swali jipya. Swali haujui, hauna jawabu lake. Hofu inakukamata. Lakini Yesu anaposamehe, moja ya ishara ambayo anaifanya kudhihirisha msamaha wake ni amani. Kuna ujasiri unaokuwa nao, kuna utulivu, hali ya utulivu ya ndani inayokuwepo. Dhambi zenu zinapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, asema Bwana. Praise God, praise God, praise God. Hiyo nadhani kwenye kitabu cha Isaya. Yesu ana utamu wa uwepo wake. Uwepo wake unapojidhihirisha. Na naomba niwafundishe kitu wapendwa katika Bwana. Kitu ambacho watu wengi wakifahamu ni hichi. Uwepo wa Mungu unapojidhihirisha mahali popote, kuwa na tabia ya kuwepo mahali, kupenda kuwepo mahali kama hizo. Uwepo wa Mungu unapojidhihirisha mahali, kama ulishe kuingia kanisa, kwenye kanisa unasikia uwepo wa Mungu umejifunua, umejidhihirisha, umejionyesha waziwazi. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa uheme, you breathe in and out. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alifundisha hichi kitu, akasema kwamba uwepo wa Mungu unapojidhihirisha, cha kufanya wewe pumua, vuta hiyo hewa ya uwepo wa Mungu. Ivute, hema nje, hema ndani, hema nje, hema ndani, vuta nje, vuta ndani. Anasema kwa kufanya hivyo, kama una magonjwa yoyote yale yanakutoka, kwa sababu hewa ile ile hewa imebeba nguvu za Mungu. Ndio maana unaona kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wakikuombea wanakupuliza. Kwa nini? Ile pumzi inayotoka inatoka na upako. Kwa hiyo ukiona uwepo wa Mungu umejifunua eneo, usingoje kuwekewa mkono. Unaweka dhamira, Mungu anataka uniguse eneo hili. Dhamiria. Kisha breathe in and out. Vuta pumzi kwenye uwepo huo, na hakika utaona nguvu za Mungu zikuhudumia. Kwa hiyo uwepo wake unapojidhihirisha, huu ni utamu wa kipekee kabisa ambao haupatikani popote pale isipokuwa kwa Yesu Kristo mwenyewe. Uzuri anasema nami niko pamoja nanyi siku zote. Maana yake wote tuliompokea ametupa uwezo wa kuwa wana. Wana ni watu wanaotembea na Mungu muda na wakati wote. Praise God. Bwana asifiwe sana. Kupitia neno lake, neno lake lina utamu. Tena Biblia inasema kwamba, anasema neno lake is very sweeter than honey. Praise God. Tamu kuliko asali. Tamu kuliko asali. Tamu kuliko asali. Neno ambalo mtu anapolisikia, anapofungua moyo wake kulisikia, anashindwa kuacha kulisikiliza kwa sababu ya utamu. Ni neno ambalo linajua kushughulika na maisha ya mtu. Ni neno ambalo linajua kushughulika na hali za watu. Praise the living God. Haleluya, haleluya, haleluya. Neno ambalo linajua kushughulika na hali za watu.
The Bible says in Psalm 19, Zaburi ya 19 mstari wa 9, anasema nilikuwa nakutafutia ile andiko hapa ili utoke nalo. Anasema kipengele cha mwisho cha mstari wa 9, amri za Bwana ni za hakika, nazo zina haki. Decrees of the Lord are firm and all of them are righteous. Manake neno la Mungu kwenye zile, unapoona amri za Bwana unaweza kuweka neno la Mungu ni la uhakika, nalo lina haki. Mstari wa 10 anasema ni za thamani kuliko thawabu. Hilo neno la Mungu. Hapa naongelea amri za Bwana au neno la Mungu. Manake neno la Mungu ni la thamani kuliko dhahabu. Anasema kuliko dhahabu iliyo safi sana. Dhahabu iliyosafishwa ni dhahabu ambayo imeongezewa value. Lakini neno la Mungu linapita thamani ya dhahabu iliyosafishwa. Mstari wa 10 anasema kipengele cha pili anasema hilo neno ni tamu, au hizo amri za Bwana ni tamu kuliko asali. Ndio neno ambalo nilikuwa nawaletea. They are sweeter, those decrees. Au hilo neno ni tamu kuliko asali. Kuliko asali kutoka kwenye sega, than honey from the honeycomb. Ndio maana kuna watu wakisikiza mahubiri wanaendelea kusikiliza, kwa nini? Kwa sababu neno lile linakuja na utamu usio wa kawaida. Neno ambalo ni pleasant. Kumbuka Mungu anapotuletea habari zake, anatuletea habari zilizo njema. Ni nani ambaye hataki kusikiliza habari zilizo njema? Lakini pia ukiangalia upendo wa Mungu nao ni utamu wake ambao unapatikana kwake tu. Kuna kitu kinaitwa agape love. Agape love ni aina ya upendo ambayo inapatikana kwa Mungu tu. Ni aina ya upendo inapatikana kwa Mungu tu. Inaitwa agape. Upendo huu hauchagui watu. Upendo huu unaonyesha Mungu alivyopenda wanadamu. Tena wanadamu waliokuwa dhambini, walikuwa gizani, waliokataliwa, wasio na chochote kile, wagonjwa, lakini pia waliovunjika moyo, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Kitabu cha Yohana. Praise God. Utamu wake unajidhihirisha kwa upendo alionao kwetu. Lakini pia Yesu alituokoa. Wokovu wake unatuelezea, unatujia kama utamu. Kwa maana ni kwa yeye tu tunaokolewa. Hakuna aliye mwingine awezaye kutuokoa na ibilisi, shetani. Tazama, Biblia inasema kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye huo uzima. Praise God. Ukitaka kujua utamu wa asali, sharti uilambe, uionje. Vivyo hivyo ukitaka kujua utamu wa Yesu Kristo, sharti umwalike moyoni mwako. Natamani kuacha na sala hii. Kama umetamani kukutana na huyu Mungu, kufurahia utamu wake alionao, kuna sala hii fupi nitaenda kuongoza. Utarudia maneno haya kwa imani kabisa. Maisha yako yatabadilishwa. Utamu utaingia katika maisha yako. Uchungu utakutoka. Rudia maneno haya kwa imani kabisa, yao useme wa kumaanisha. Sema, mimi Julius, unataja jina lako. Mimi Julius, nakushukuru Mungu kwa neema ulionipa ya kupokea wokovu. Asante kwa kuwa ulinichagua kutoka matopeni, kutoka kwenye uchafu, kutoka kwenye dhambi. Naja mbele zako jinsi nilivyo. Asante Yesu kwa kuwa umenipokea. Leo hii ninakukiri maishani mwangu wazi kama Bwana wangu, kama Mwokozi wangu. Kuanzia leo mimi ni mwenye haki, sio mdhambi tena. Namkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Sitajihusisha naye tena. Mungu nisaidie.
katika jina la Yesu Kristo. Nilifurahie pendo lako milele yote. Asante kwa msamaha wa dhambi. Amen. Hongera sana, umekwisha okoka. Mungu ataanza kufanya badiliko la waziwazi maishani mwako. Wasiliana nasi kwa kutu text kwenye akaunti hii. Ukiona ni ngumu, akaunti zetu zote za mitandao, jina ni Julius Linderson kama ilivyo hapa YouTube. Fanya hivyo kama unahitaji maombi au ushauri au huduma mbalimbali, na Mungu atakubariki. Umekwisha okoka. Mungu akulinda, kutunze. Wokovu uliopata usipokonywe kwa gharama yoyote ile. Katika jina la Yesu kawe salama. Katika jina la Yesu ulinzi wa Mungu akufunike. Uwe salama. Uwe salama. Uwe salama. Uwe salama. Kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikufunike dhidi ya wakatishao tamaa, dhidi ya watishao. Kwa jina la Yesu kawe salama. Safari hii ikawa ni safari ambayo utaifurahia. Hata kama ina magumu, ikawa ni safari ambayo utaifurahia. Hata kama ina changamoto, ikawa ni safari ambayo utaifurahia. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa ajili ya mtu huyu ambaye amerudia maombi haya, amekupokea wewe Yesu siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya wokovu wake. Utukufu na wewe milele na milele katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Kama alikuwa mtamu, leo hii ni mtamu, ataendelea kuwa mtamu. Usikubali kuteseka na Yesu yupo. Shalom.